nishakataza mwanangu. Alafu leo hii umemficha. Mimi nakwambiaje? Nitakufanya kitu kibaya mzee wangu, ngoja nije. Wale waliohusika na kifo cha mzee na na uhakika mzee walimuua. Haki ya Mungu niliwajua tu, ole wao nisijue, lakini tutabanana hapo hapo. Salama kabisa. Ninapoiangalia maiki afu pia na hivi mtandao hamna, ndio maana inaonekana inasumbua sana. Nitakuwa tuwekee vitu vya mtandao hapa pamoja na maiki. Nasikia Happy amerudi. Si itakuwa za kweli taarifa hizi? Afikiaga tu kunitoroka. Furaha imekwenda na upepo, yule nilimpenda kweli kaniachia mateso, makande siogeze walio wakicho. Kwa hiyo utaniambia shingapi? Hapa tu dada yangu nikikuangalia 10,000 tu dada. 10,000. 10,000? Kwa mimi hela sana? Hapana, sababu angalia 7 basi fundi kumaliza chapu mimi ndio. Haina shida. Tena huku tena umejia nini yani? Yaani huku tu nikaa narudi hapa kwa fundi kurekebisha simu yangu tena. Nimefungua. Ndio tulikuwa tunarekebisha simu yangu bana. Nashukuru. Bana ulinisaidia sana shida. Hamna shida, ni mambo tu ya kawaida kabisa. Sasa unaonaje na mimi tukuniachia na mawasiliano? Anapa. Basi sawa ina shida. Babu yake Mariam amefariki. Haijapita hata mwaka, baba yake naye pia amefariki. Lakini Mudi, haya yote ni kwa sababu ya ukorofi wake. Ameenda kwenye vilabu, amelewa mpombe, wamempiga, hatimaye wakamuua. Sasa waona ameniachia mtoto mdogo huyu ambaye ni Mariam. Lakini sio mbaya. Mimi nitakuwa naye na nitaishi naye, hatimaye atakuwa. Happy. Kitu kama unaone. Unanitaje barabarani? Naomba tuzungumze. Naomba dakika moja tu. Tumalize tofauti zetu. Maliza nini? Naomba dakika moja tu. Nakuomba mke wangu. Happy mke wangu, tumalize basi. Nani mke wako wewe? Nakuomba tu, tafadhali wewe. Kama mimi. Katafuta wengine sio mimi. Kwa baridi pingwa ikatai, umenilisha chili kwa chai, moyoni mwako unasika umenimisi nipigia namba yangu sifute,
mana mawazo yakati kichwani. Nipo huru na kungojea. Mariam mwanangu, kwa nini unalia? Nimemkumbuka baba na babu. Baba angekuwepo ningeendelea kusoma. Sasa hapa mume wangu ashafariki. Na kuna vijana wawili wanadai wananipenda ila mimi sipo tayari. Hapa nimfikirie mtu mmoja tu ambaye ni Joan. Sasa sijui nitafanikiwa kumuona. Kuja nione, wenda nitakutana naye siku moja. Pole sana mwanangu. Hiyo ni mipango ya Mungu. Usijali. Mimi baba yako nipo, nitahakikisha utasoma. Ondoa stress zozote. Sawa baba, nimekuelewa. Sawa mwanangu, usijali. Usijali mwanangu. Baba yako mimi nipo, nitakuhakikisha utasoma. Sawa. Bwana, nataka nitoke. Nataka nisafiri. Kwenda wapi? Kuna kazi nimepata. Ni kidogo mchongo wa hela. Nataka nitoke mara moja. Nataka niende Dodoma. Na nini? Kwa Dodoma nimeambiwa kuna kazi, kwa nataka nikafanye. Nishachoka, sio wengine ndio wazao hapa Songea. Kwa hiyo wakati mwingine unabadilisha na mazingira kidogo. Yaani ndo kwanza nikasema nianze kuzoea ndoka tena. Sawa, mimi nafahamu kabisa maidia kwamba ni kweli iko hivyo, lakini sasa naomba wacha mimi niende. Nafikiri kishaenda kule nitafanya utaratibu mmoja, nitakuagiza uje kwa sababu haya mateso ambayo yako hapa sio mazuri. Nafahamu vizuri sana maidia. Umeelewa? Nitahakikisha kabisa, nitajitahidi katika hili. Nitakapofika mimi nikimaliza miezi 2 tu, lazima nitakupigia simu ile uje. Umeelewa? Usinune basi. Wewe relax, kuwa huru. Mimi nataka nitengeze mpango mzuri sana, sawa? Umeelewa maidia? Sijapenda kukwenda. Sawa, hata mimi mwenyewe sijapenda. Mimi mwenyewe inaniuma sana. Lakini sasa sina namna. Wacha mimi nile nikafanya mazingira mradi tuishi wote. Kwa sababu ninataka hapa tuishi wote. Umeelewa? Sasa utaniacha katika hali gani? Hapana, mimi najua utakuwa katika hali ya mawazo sana. Hata mimi mwenyewe pia nitakuwa katika hali ya mawazo sana. Umeelewa? Je, huko unapoenda huwezi kupata wengine? Tena mimi nikuache wewe kabisa, nikusaliti wewe. Inawezekana. Hicho ni kitu kisichowezekana. Mimi nakupenda sana. Mimi nilikupenda wewe kwa moyo wangu wote. Yaani sikuwaza kufikiria labda kufanyaje na wala sikukutamani katika hilo. Umeelewa? Kwa naomba uwe na amani. Kikubwa tu niombe. Hivyo mwanamke ananitesa sana kwenye ndoto zangu. Kwa barabarani namwaza yeye. Nitapata ajali kisa yeye. Basi nitakuja nikutane naye kweli. Mwanamke anaje kwenye mshimisho. Kama utakuja kupatikana basi, kama utapatikana basi.